Haleluya. Haleluya. Mwangalie mwenzako usoni. Najua ni maumivu lakini hakuna namna. Haleluya. Kipekee nashukuru kwa ajili ya maaskofu ambao wako katika eneo hili. Asante pia kwa ajili ya wachungaji wa kanisa letu la Kiinjili la Kilutheri Tanzania. Asante kwa theolojia pia ambao kwa namna moja ama nyingine mmempoteza shemeji. Asante pia kwa kwaya zote ambazo zimehusika katika eneo hili. Nishukuru pia kwa ajili ya wamama na wababa na wote pia kwa ujumla wenu. Mungu wa mbingu na nchi awabariki sana. Amina. Nimesimama mbele yenu, ninaitwa Alan Jonas Bankwa, ni mchungaji katika kanisa letu la Jehova Nisi Pentekoste Tanzania, ambalo marehemu dada yetu ndipo alipokuwa akiabudu. Natumika pale Karasha Mbozi. Haleluya. Ninaomba nafasi yako ya pekee, dakika kadhaa za kuweza kuyatafakari na kuyazungumza maneno ya Mungu. Hatusomi maneno ya Mungu kwa niaba ya aliyekufa, bali ni kwa sababu ya mimi na wewe ambao tunasikilizana kwa hivi sasa. Haleluya. Lakini kabla sijaingia kufungua maneno ya Mungu, naomba tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai, wewe ni Mungu mwaminifu, ni mkamilifu, ni mtakatifu. Umesema iweni tayari wakati ufaao na ule usiofaa. Natazama wakati huu tuko katika sherehe hii ya mwisho ya dada yetu Atupele. Ninaomba Roho wako Mtakatifu na mbingu zako zikafunguke, ukasimame katikati yetu Mungu, katulinde na kutuongoza. Zaidi ya yote maneno haya yakatufariji na kutujenga. Kwa utukufu wa jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai, naomba yote nikiyakabidhi mikononi mwako na waombolezaji wote hawa katika jina la Yesu. Amen. Haleluya. Tena nimesema tutakuwa na nafasi fupi tu ya kuweza kuyatafakari kwa sehemu. Najua tunajifunza kila kuitwapo leo, najua tunasikilizana maneno ya Mungu kila kuitwapo leo, lakini neno la Mungu kwa siku ya leo huenda likaja tofauti kidogo. Haleluya. Ni kwa sababu yangu mimi pamoja na wewe ambao unanitazama. Tutasoma kitabu kile cha Timotheo, ile sura ya pili, ile sura ya 4, Timotheo wa pili sura ya 4 mstari ule wa 3, wa pili na wa 3 nitasoma hapo. Timotheo wa pili sura ya 4 mstari wa 2 na wa 3. Maneno ya Mungu yanasema hivi: lihubiri neno, uwe tayari wakati ukufaao na wakati usiokufaa. Karipia, kemea na kuonya kwa uvumilivu wote na mafundisho. Maana utakuja wakati watakapoyakataa mafundisho yenye uzima, ila kwa kuzifuata nia zao wenyewe watajipatia walimu makundi makundi. Haleluya. Haleluya. Haya ni maneno ambayo tunajifunza kutoka kwa Mtume Paulo alipokuwa akiliandikia kanisa la Timotheo, akilionya kwa habari ya kanisa la sasa na kanisa linaloendelea hapa duniani. Lakini Mtume Paulo ni nani tunayemzungumzia kwenye Biblia ama kwenye eneo hili? Ni mtu ambaye kwa hapo zamani alikuwa akiitwa Sauli. Tukianza kufuata kwa theolojia huko, wanafahamu habari za Sauli. Alikuwa ni mtu wa aina gani? Alikuwa ni mtu ambaye alihusika sana kuwaua Wakristo. Alikuwa ni mtu ambaye alikuwa akiambiwa sheria ni moja, ni kukata. Yeye alikuwa hawazi jambo lingine, ilikuwa ni kukata. Haleluya. Alikuwa ni mtu ambaye ni mharibifu wa kupitiliza. Alikuwa ni mtu ambaye alikuwa na matendo ya ajabu. Lakini huku mwisho unaambiwa, unapoendelea kusoma pale chini, anasema vita nimevipiga, mwendo nimeumaliza. Haleluya. Maana neno hili sio kwa ajili ya kujisifu, ilikuwa ni kwa sababu ya kazi ile kubwa aliyoifanya, kwamba pamoja na yale matendo ya ajabu aliyokuwa nayo, vita ameipiga na mwendo amefanya nini? Ameumaliza. Mtazame mwenzako usoni mahali hapo alipo, mwangalie, muulize siku ya mwisho, vita utavipiga au vitakupiga? Mwendo utaumaliza au utakumaliza? Haleluya. Kama kuna wachawi hapa wanyoshe mikono. Haleluya. Wachawi kama hapa wanyoshe mikono. Wazinzi je? Walevi je? Haleluya. Waliokoka wanyoshe mkono. Haleluya. Haleluya. Maana kumbe ziko nyadhifa ambazo hatuwezi tukazitangaza kwa watu.
Ziko nyadhifa ambazo tunaishi nazo hatuzisemi kwa watu. Maana nimesema wacha waonyeshe mikono, wamegoma kunyosha. Maana hapa kuna jua, wataonekana. Haleluya. Nimesema walivyoonyesha mikono wamegoma kunyosha, wanajua wataonekana. Nimesema wazinzi waonyeshe mikono, wamegoma nao, wanasubiria muda wao pale saa 6 pale carnival. Haleluya. Haleluya. Nini tunachojifunza kwa mtumishi wa Mungu Mtume Paulo? Anapotufundisha anatuasa kwa habari ya kumtumikia Mungu, anatuasa kwa habari ya kutembea kwenye kusudi la Mungu, anatuasa kwa habari ya kusimama kwenye maagano ya Mungu, anatuasa ya kwamba inawezekana ile tabia yako ya kale ikabadilika ukaitwa mtu mwingine. Inawezekana ulikuwa ni mzinzi, kupitia mkutano huu, kupitia msiba huu tukasema alikuwa ni mzinzi, kwa sasa ni mwinjilisti. Tukasema alikuwa ni mwizi, kwa sasa ni mwinjilisti. Tukasema alikuwa ni mlevi anakesha baa, lakini kwa sasa ameokoka na anamhubiri Kristo aliye hai. Ni wapi? Ni hapa hapa. Inawezekana. Haleluya. 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 Mkiniona hivi mtahisi kama sijawahi kunywa pombe. Haleluya. Sikiliza, pombe unazokunywa mimi zilinishinda ila kidogo. Mimi nimekunywa pombe tena vizuri tu, lakini bahati yangu mbaya nilikuwa nikinywa kidogo na changanyikiwa. Sema mwambie mwenzako na changanyikiwa. Kama vile ambavyo na yule mume wako na yeye akinywa anachanganyikiwa. Kama vile mke wako na yeye akinywa anachanganyikiwa. Analala kwenye mfereji, anakuja kushituka tayari na mizigo miwili. Mzigo mwingine uko kwenye suruali. Halo. Haleluya. Hey. Mimi nilikuwa nakunywa pombe aisee. Nimeacha mwaka 2003. Kilichonifanya niache pombe ni mara baada ya kwa bibi yangu amekuja mzaa mama, amefika pale nyumbani wakaniagiza nikanunue pombe. Kumbe bahati nzuri zilikataa muda mrefu. Nimeenda kununua ile pombe, wakanionjesha kidogo. Mwambie mwenzako akamuonjesha mtumishi. Kama vile nao unavyoonjaga hivyo. Nikaonja kidogo, nikanywa kikombe kadogo. Nilipokunywa nimetoka kule, napiga hii ya kule, Mungu naulizana barabara ikoje. Kwa mpaka nafika nyumbani kile kidumu kimebaki robo. Haleluya. Kumbuka tuna mgeni nyumbani na kumkarimu lazima tumpe pombe. Na ndio kinywaji chake. Tukafikisha pale. Kwa hekima wale wazee wakasema, sasa hapa tutakunywaje? Tumwachie mgeni peke yake. Kwa nikawa nimewapiga njaa kupata kukata kiu. Haleluya. Ikabidi anywe mgeni peke yake. Sasa hiyo sio topu. Topu ikaja kwenye chakula. Tumepiga magimbi aisee. Kule Kagera tunajijua tuko vizuri. Haleluya. Natokea Kagera. Haleluya. Tumepika magimbi mazuri tu matamu kumkarimu mgeni wetu bibi yetu. Bahati mbaya sana wakakosea. Wakamwita huyu anayehubiri akabebe chakula. Kumbuka ameshaonja kidogo kule. Na bahati mbaya tuliyotokea vijijini, unakuta nyumba iko kule, alafu jiko kule. Kwa unatoka kuchukua chakula jikoni, unapeleka sebuleni tuweze kula. Haleluya. Kwa nimeenda jikoni kuchukua chakula, nimechukua tu kistaarabu. Nimetoka pale napiga hatua ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, kila gimbi linaulizana ulidondokea sehemu gani. Magimbi yamemwagika chini. Kuanzia pale nikasema, pombe na mimi mwiko. Haleluya. Haleluya. Nikaona nimedhalilika mbele ya bibi. Kumbuka kwa huko kijijini wa bibi anasema mume wangu. Sasa sijui aliniitaje baada ya pale, baada ya tukio lile. Sijui aliniitaje maana mume wangu ni mzembe sasa. Amenimwagia chakula. Haleluya. 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 Watumishi wa Mungu, pombe zinadhalilisha. Watumishi wa Mungu, dhambi inaaibisha. Dhambi inaaibisha. Dhambi inaaibisha. Ndio maana wewe tukafanya hapa. Kama yupo anayejiamini kutenda dhambi na aje azini hapa. Tumuone tumpe tuzo yake hayo. Kama yupo mchawi anajikubali sana katika eneo hili la Simambwe, basi aje ajitangaze hapa. Tumpe tuzo wachungaji wapo. Tuseme hakika niliona wachawi lakini huyu amekuwa ni topu. Hebu njoo hapa utuoneshe unavyopaa. Lakini kama yupo mchawi, kwa nini bei za mafuta zimepanda? Bei za mafuta zimepanda na unaweza ukatoka Sumbawanga mpaka Dar es Salaam kwa dakika moja. Tena kwa kutumia usafiri wa kijiko. Sio ndege, kijiko. Mwangalie mwenzako usoni. Kijiko unabeba abiria 6. Haleluya. Haleluya. Hiyo ni kazi ya laana. Mwisho wa siku unajikuta umenasa kwenye ukuta. Nimefikaje sijui. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Paulo anatuambia alihubiri neno wakati ufaao na wakati usiofaa. Ni wakati wa kuhubiriwa, ni wakati wa kupokea maneno ya Mungu, ni wakati wa kupokea mabadiliko, ni wakati wa kubadilika, ni wakati wa kutokuishi kwenye misingi ya kale. Kama babu alikunywa, haina maana na mimi ninywe. Kama babu alioa wanawake 10, haina maana mimi nioa wanawake 20. Sikiliza, zilikuwa ni zamani za ujinga. Biblia inasema mimi nimeokoka na mtambua Kristo. Wanawake 4 utagawaje haki kwao? Utawajalija hao wanawake? Eti wanaume mlioko hapa, haleluya, hao wanawake 4 unawahudumiaje? Kwa nini lazima ulale siku moja na wote kwa wakati mmoja? Unafanyaje? Aliyefaulu ni Suleiman peke yake, mwanaume. Haleluya, haleluya. Tubadilike. Mwangalie mwenzako, mshike mkono, mwambie tubadilike, acha ujinga. Biblia imesema mpumbavu anakataa, anaongea moyoni, hayupo Mungu. Mungu yupo, tumemwona, tumemdhihirisha. Mungu yupo, tumemwona, anaponya. Mungu yupo, tumemwona, anatetea. Mungu yupo, tumemwona, anaweza kukubadilisha. Akikubadilisha, sio wewe tena. Ulikuwa ni mweupe, unaanza kujiona mweusi, ila mweusi wa kung'aa. Wale vijana wanaanza kusema, hey, alikuwa anaonekana sura fulani, lakini sasa hivi ni black beauty. Haleluya, haleluya. Wanaanza kukuona. Wakati mwingine wanakujia, wanaiona sura ya mbuzi, wanasema mbona kama sio yeye, tunaiona mbuzi. Ni kwa sababu hujampa maisha Yesu Kristo aliye hai, ila kutetee, akukumbatie. Unapoenda kwa watu, usionekane wewe, aonekane yeye mwenyewe, ndiye asimame kwenye nafasi yake. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ukisoma habari za Paulo, mtume Paulo, kati ya watumishi waliokuwa katili, na yeye ni miongoni. Sio kwa ukatili wa kwako wa kuiba, yeye wa kuua. Yeye alikuwa anaua, anacheka, anakata. Wewe ukatili wako wa kuficha 2000 ya mtu, kuiba. Ukatili wako wa kuvaa uchi pale Carnival, na unaona ukatili. Ukatili wako wa kubeba mimba na kuchoropoa, unajiona katili. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Hebu mshike mwenzako, mtikise kidogo, alafu mwambie simama. Simama, tuone miguu bado kama bado ipo. Mwambie simama tu, simama tu. Simama tu. Yaani muinue tu vizuri, muinue tu. Muinue. Wengine naogoza kwa gote tunahubiriana hapa, kumbe wengine miguu imeshatembea leo. Haleluya, haleluya. Hebu muinue mwenzako, tumekaa muda mrefu. Muinue mwenzako, tusimame. Sikiliza, maana ya kusema hili, kuna mtu mwingine anaweza kainuka kaona tunafanya maigizo, anasema nilikuwa naumwa, lakini kwenye ule msiba mtumishi wa Mungu aliposema niinuke, nikajikuta ni kama maumivu, ni kama yameisha. Miguu hii hatujapewa kukimbilia dhambi, miguu hii hatujapewa kwenda kwenye ulevi, miguu hii hatujapewa kwenda kwenye zinaa. Tumepewa kuitapa Injili, tumepewa kumtangaza Kristo, tumepewa ili tuseme Yesu yupo, anaokoa. Tumepewa ili tuseme Mungu yupo, anatutetea, ili tuseme hakika yeye ni mwaminifu, ni mwenye mamlaka. Haleluya. Mahali hapo ulipo, shika mkono wako mmoja kifuani. Nimemaliza hivyo. Mwenye kusikia na asikie, mwenye kuelewa na aelewa. Maneno haya yanapita nyakati zote, lakini mwenye kuchukua mabadiliko ni mimi mwenyewe. Niliamua kuacha pombe, sikushauriwa na mtu. Uamue kuacha yale unayoyafanya, ni wewe mwenyewe. Mungu anakutafuta wewe, sio kundi, sio marafiki, sio mume, sio mke, sio ndugu, sio jamaa. Unapojishika mkono mwenye kifuani, naomba utamke nami maneno haya. Sema, Bwana Yesu, nimesikia sauti yako, nimekuelewa Mungu mwaminifu. Naomba niombe upya, nitengeneze, nikarabati, nifanye kama mtumishi wako mtume Paulo. Nifanye kama mtume Paulo, kutoka jina la Sauli na kuwa Paulo, nikahubiri Injili, nikakutumikie, nikakutangaze wewe, kwa jina la Yesu aliye hai. Amen. Funga macho yako tuombe. Baba, katika jina la Yesu, ninaliinua jina lako na kulitukuza kwa ajili ya mama na wa baba ambao maneno haya yamepita masikioni mwao. Ninaomba Roho wako Mtakatifu akawaongoze, akawatie nguvu, akawaimarishe, akawabariki na kuwarehemu katika yale waliyotenda mwanzo. Mungu, ukafungue milango mipya, na hata katika msiba huu ukafanyike faraja wewe. Maana wewe Mungu ndiye unajua kesho yetu, ndiye unayejua maisha yetu. Wakati mwingine hata tukajua, hatujui ratiba yanayofuata ni nani baada ya tupele, lakini wewe ndiye unashikilia ratiba zetu. Roho Mtakatifu, Mungu wa ishara na maajabu, utuongoze katika safari nzima na ratiba zinazoendelea mahali hapa, kwa utukufu wa jina la Yesu Kristo anayetu
tai, na wote tuseme amen. Mungu awabariki.